Unatazama Ndizi TV. Na mjambo mpenzi mtazamaji popote pale ulipo wa Ndizi TV ya Afrika, na karibu katika mpasho saa 7. Jina langu mie ni Jeff Nyakundi, mkalimani kwa lugha ya ishara ni Lydia Mose, na mwelekezi wetu ni Bwana James Undieke. Ikiwa leo ni tarehe 3 mwezi wa 11 mwaka 2025, karibu katika taarifa zetu za mpasho saa 7. Tukianza ni kwamba waziri wa elimu Julius Migosi amesema kuwa usalama umeimarishwa katika vituo vyote vya kufanyia mitihani ya kitaifa ya kidato cha 4 KCSE, huku zaidi ya wanafunzi 1990 wakianza kuandika mtihani huo hii leo. Akizungumza katika kaunti ya Kwale alipokuwa akifungua rasmi makasha ya mitihani hiyo, waziri Migosi aliwahakikishia Wakenya kuwa serikali imeweka mikakati madhubuti kuhakikisha mtihani huo unafanyika kwa amani na uadilifu. Aidha, amewaonya vikali walimu, wazazi na baadhi ya wanafunzi dhidi ya vitendo vya udanganyifu, huku akisisitiza kuwa watakaopatikana na hatia watakabiliwa na hatua kali za kisheria. But with all the challenges, you've held fast, you've kept going, you are resilient, and I want to thank you for it. So as we go to the ground, please make sure. The saddest thing to me is when I get a call that one of the people involved in the malpractice is either somebody from the ministry or a principal or a teacher, because now these are my people. You are told now they are involved, then you have to say arrest them. You see how painful that is. So I would rather you are the ones reporting to me, telling us this has happened and this is what we need to do. Na tukisalia katika masuala ya elimu, pia katibu wa Wizara ya Elimu Julius Kibet Bitok ameongoza hafla ya uzinduzi wa mitihani ya kitaifa ya kidato cha 4 jijini Nairobi, akithibitisha kuwa maandalizi yote ya mitihani ama ya mtihani huo yamekamilika nchini. Bitok amesema kuwa hadi sasa vituo vyote vya mitihani vilifikiwa isipokuwa katika kaunti ya Elgeyo Marakwet ambako mvua kubwa imesababisha mafuriko yaliyosababisha vifo vya wanafunzi 14. Hata hivyo, amewahakikishia wananchi kuwa serikali imeweka mikakati madhubuti ya kusafirisha karatasi za mitihani kwa kutumia helikopta ili kuhakikisha mtihani huo unaendelea bila vikwazo vyovyote vile. We have made appropriate security arrangements for every center and even for the distribution centers. So all is set. Transport is available to all centers. And we therefore look forward to a successful administration of the KCSE exams. For areas that have experienced rain, we have lifted exams, but so far we don't have very heavy rains. Areas we suspect would have some rains, we have deployed 4x4 vehicles, and all is well. No challenges so far. Naam, tukirejea katika kaunti ya Migori, tukisalia katika masuala ya elimu na mitihani ya kidato cha 4, ni kwamba kaunti ya Migori imeandaa jumla ya watahiniwa 31,627 wa mtihani wa kidato cha 4 KCSE, huku wakianza mitihani yao leo asubuhi, huku idadi ya watahiniwa ikiongezeka kwa 17% ikilinganishwa na mwaka uliopita 2024. Licha ya kupungua kwa idadi ya vituo vya mtihani kutokana na kuvutwa kwa baadhi ya vituo vya kibinafsi. How are you? Day one. Yeah,
lot of objectivity. With a lot of objectivity, that so far we never experienced any challenge during this time, because the transport system was superb, it was up to date. The number of papers that were packed was up to date. The number of invigilators that were invigilating the exam was up to date. The supervisors were equally well oriented and they were doing their best. We have never got any report from the center managers in our sub-county, in the county, complaining about anything. So far, this time round, the exam administrators have done it beyond the human expectation. Let me say, they have exceeded expectations. Bado tukisalia katika mitihani ya kidato cha 4 ambayo imeanza hii leo, tukielekea katika kaunti ya Mira, ni kwamba mitihani ya KCSE imeanza bila tatizo lolote katika kaunti ya Nyamira, huku watahiniwa 21,611 wakitarajiwa kufanya mtihani huo katika vituo 195. Akiwahutubia wanahabari wakati wa ufunguzi wa mtihani, Commissioner Erastus Mbui ametaja kuwa hakuna hatia yoyote ile iliyoibuka na kila kitu kiko sawa. 21,611 wakiwemo wasichana 10,832 na pia wale vijana wa kiume ni 10,779. Vituo ni 195, ikiwemo 4 vya kibinafsi na 191 ambavyo ni vya umma. Kwangu ni kuhimiza tu hiyo mambo ya integrity, kwa vile hiyo ndio imekuwa changamoto, na ndivyo tunaomba sana walimu wetu, supervisors, invigilators kuhakikisha kwamba maadili imefanyika vizuri, ili tusiwe na ile mambo ya kukimbia hapa na pale kama vile tumekuwa tukifanya miaka iliyopita. Na tukirejea katika kaunti ya Migori, ni kwamba mwakilishi wa wadi ya Tagare Moses Mawe ametaka jamii za wachache katika kaunti ya Migori kuungana na kumuunga mkono mgombea mmoja wa ugavana katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza katika ibada ya shukrani nyumbani kwake, Mawe pia ametaja kuwa desturi ya Wakuria kushikilia nafasi ya naibu gavana pekee inapaswa kuisha, na kuwaonya vijana wa Migori kutotegemea pesa rahisi kutoka kwa wanasiasa, bali wafanye kazi kwa bidii. Mwandishi wetu wa kaunti ya Migori, Lennox Odede, anatufafanulia taarifa hiyo. Mwakilishi wadi wa Tagare Mheshimiwa Moses Magwe ametoa wito kwa makabila ndogo katika kaunti ya Migori kuungana na kujipanga mapema kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Akizungumza wakati wa ibada wa shukrani iliyofanyika nyumbani kwake, Magwe amewahimiza jamii za Wakisii, Wasuba, Wanubi, Wakuria, Waarabu na Waluya kuungana na kumuunga mkono mgombea mmoja wa ugavana atakayewakilisha maslahi ya jamii hizo. Magwe amesema kuwa desturi ya jamii ya Wakuria kupewa nafasi ya naibu gavana pekee katika chaguzi zilizopita zinapaswa kukoma, akisisitiza kwa wakati umefika wa jamii hizo ndogo kushika uongozi wa juu katika kaunti ya Migori. Na ujumbe ninawapea ni moja, hata nyinyi nataka kuwapea ujumbe ya kwamba inawezekana Mkuria kuwe gavana. Nataka turudie, inawezekana Mkuria akuwe gavana Migori County. Watu wengi wanaamini ya kwamba siku tu Mkuria atakuwa gavana ni siku Kuria itakuwa kaunti yake. Hiyo ni uongo uliokoma. Mimi ninaamini inawezekana Mkuria akuwe gavana hii Migori County. Kura zetu za Kuria ni kura nyingi sana. Kwanza kwa hii kipindi ya 2027 yenye hakuna mtu atainua mtu mkono. Kila mtu ajitafutie kura yake. Yaani Ochiro atafute kura yake. Nyamita atafute yake. Masara atafute yake. Pesa atafute yake. Moses Mago atakuwa gavana asubuhi. Hata yezi fika saa 4. Tukiamuka asubuhi saa 2 tuingie wote kwa polling station. Kufika saa 3:30 kura za Moses Mago zitakuwa zimejaa. Na
Wakati kura zitatangazwa, utasikia Magwa ndiye gavana wa Migori. Aidha, ametoa wito kwa vijana wa kaunti hiyo kujituma na kufanya kazi kwa bidii badala ya kutegemea fedha rahisi kutoka kwa wanasiasa. Destiny ya maisha yako wewe umeshikilia wapi? Kwa sababu tuko na mifano hai hapa ya watu wenye hawajasoma na wako na pesa. Ama hamuwaoni? Inamaanisha ni wewe. Sasa anza kwanza na wewe, jiulize. Kabla ukuje kunipiga hapa sijakupea kazi. Wewe jiulize wewe umejipea kazi kwanza wewe. Nini unafanya hiyo muda yote? So kitu najaribu kusema ni kwamba sisi wote tujitume tafadhali. Ndawe kazi roka kora pene ya kuya mogondo no proti mbohogore. Ameongeza kuwa serikali ya kaunti ya Migori inapaswa kuajiri vijana wengi zaidi hasa kutoka jamii ya Wakuria, akiahidi kuendelea kupigania haki na maslahi ya jamii yake. Hii serikali tulichagua ipe vijana wetu kazi. Na hii serikali inaandika vijana kazi. Shida hawaandiki vijana wa kwetu nini? Kazi. Na hiyo ndio maneno nilikuwa ninasema wakati nilikuwa natafuta kura. Niliwaambia kazi zinaandikwa, lakini hizi zetu za Tagare hatuko tunajua zinaenda wapi. Mimi nilikuwa nataka mnipee kitu ndiye kazi zetu za Tagare, watu wa Tagare wafanye nini? Wapewe. Sasa tena nimeingia niko kwa kiti. Eti hizo kazi bado zinaandikwa na mimi hata sioni kwenye ziko. Na mtu anataka ninyamaze. Huyo sio mimi sasa. Kama niliongea nikiwa nje, nitaongea zaidi nikiwa ndani. Nikiripotia Ndizi TV Africa kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede. Na kwingineko katika kaunti ya Kericho ni kwamba wajane zaidi ya 300 kutoka Chemosot, eneo bunge la Bureti katika kaunti ya Kericho waliandamana mitaani huku wakibeba mabango na kupasa sauti kwamba haki zao zimekiukwa zinazotokea eneo hilo, wakiwataka viongozi kuchukua hatua madhubuti ili kukomesha visa hivyo. The biggest challenge which we have as we fight on gender-based violence is the lack of funding at all. Sometimes there are cases that you have to visit a mother and to give support. Sometimes they need to have a secured or a home that they can run to and run for safety. So yes, it's a holistic approach that we need to look into. It is important that we realize that part of these GBV cases come in because of the cultural barriers. And of course the stereotyping of women around matters culture. Now as we speak about this, the University of Kabianga together with these other women around, we are speaking to say, can the country come up with strategies to eliminate gender-based violence? The children also should be taught right from the beginning about their rights. And as we come also to women, we are here to sensitize them that they should always speak out whenever there is a case of gender-based violence, maybe among the children, themselves, and many other people in the community. We really need support so that we have the bill and support the women and the girls. We also urge the national government that yesterday we had our CS saying that the gender-based violence has gone down, but I want to say this, it has not gone down because we don't have any action plan which has been placed. Na tukivuka mipaka hadi Tanzania, taarifa ambayo tutakuwa tunakuiletea saa 1 jioni katika taarifa za Ndizi za moja ni kwamba Rais mteule wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan amepata kula kiapo leo mjini Dodoma, hafla ambayo imeandaliwa katika uwanja wa kijeshi katika mji wa Dodoma. Pale awali baadhi ya picha ambazo tumezipokea ni kwamba alikuwa anapokezwa mkuki na ngao na wazee kama ishara ya jukumu lake la kuwa mtetezi wa taifa wakati wa kuapishwa kwake kwa faraga katika viwanja vya kijeshi mjini Dodoma. Taarifa hiyo itakuwa inafuatiliwa kwa karibu zaidi na ifikapo saa 1 jioni utakuwa unaipata kupitia mwanahabari wetu ambaye atakuwa na kuandalia taarifa hizo, Mwita Peter. Kufika hapo ndipo tunafika tamati katika taarifa zetu za Mpasho saa 7. Jina langu mie ni Jeff Nyakundi. Mkalimani kwa lugha ya ishara amekuwa ni Lydia Mose na mwelekezi wetu amekuwa ni Bwana James Ondieki. Hadhuhuri njema.